na Depu? Depu tumepokea ofa yake kutoka Petro di Luanda na ni ofa nzito kwelikweli, ni billions of money, lakini tunasubiri neno la technical bench baada ya assessment ya timu kwamba tuende tukadiscuss na Petro di Luanda au tubakie hapo. Kama tutapewa hiyo go ahead leo, tutatangaza kwamba tumepokea mabilioni ya pesa kutoka Petro di Luanda kumuuza Depu, lakini tunasubiri assessment ya technical bench tuambie kwamba kwa mchezaji huyu na mahitaji ya timu na tulivyopo mnaweza mkamruhusu. Kama kocha akitaka bakia atabaki, akitaka kumrelease tutamrelease na tutawapa taarifa, msio na wasiwasi. Bila shaka tamasha hili tutakuona. Tamasha hili mtaniona, bila shaka yoyote mtaniona, na nataka niwaletee vitu ambavyo hamjawahi kuviona. Mtapata experience ya tofauti kabisa. Mnajuaga mimi sinaga show ndogo ndogo sinaga show nyepesi Mbona jezi unavaa msimu mzima, hata nyuzi moja haitatoka msimu mzima, hata nyuzi haiwezi kutoka. Unajua nyewe jezi mmeziona kwenye jezi, mnaona live. Hebu waambie mtandao jezi mnaionaje? Hebu niwaoji na nyewe unaionaje Betha? Mimi nzuri. Wewe Ted? Sema nzuri sana. Hapo safi. Ile jezi ya kijani kwa mara ya kwanza inaonekana kivaa picha Shauri kwenye utambulisho. Kwa nini mliamua mchezaji wa kwanza kuibai jezi? Ni kama tunavyoamua mchezaji wa mwisho avae nyeusi. Ni maamuzi tu. Ukishakuwa na hela unaamua chochote kile. Yaani GSM ni kama amenionea huruma. Kwa hiyo sasa hivi karahisisha kazi yangu. Naamua tu kwenye idara yangu nifanyeje. Kwa hiyo tumeamua mtu wa mwisho avae ile nyeusi. Kwamba mwisho ndio anacheza na timu kwenye mazoezi. Sasa hivi huko sahihi. Sasa hivi anatrain na timu nyingine, wanapiga naye picha. Nyingine semaji taratibu kidogo. Wanafanyaje huko? Timu nyingine ni hapa nyumbani au nje. Punguzeni sasa haraka. Jumapili mtakuja pale kumuona. Jumapili inshallah. Ni au sio Mtanzania? Jumapili inshallah kwenda na subira. Tutafunga usajili Jumapili. Na tutavaa jezi ya black. Hatujamaliza. Tunaweza Jumapili ndio tunafunga usajili wetu. Kuna water player bado haja. Huyo sio water player, huyo ni wonderful. Wonderful player. Huyo ni wonderful player. Wow, yani kila kigusa mpira watu huku ni wow. Wow, kila touch ni wow. Huyo ni wonderful player anakuja. Mbona friji langu bovu mnavyonipeleka nitasema. Kuna huyo mchezaji bado imekuwa ni vuta ni kuvute. Upande wa pili wanaposti, Yanga Afrika wanaposti ni namba 6, yani ile namba ile ndio inatuchanganya. Tuliweka 6-1 akavaa Fred Ngoma 6-2 tukazindua jezi. Kuna 6-3 inakuja 666 Jumapili hapo Katika jezi zote zitatu, njano, nyeusi na kijani, imenivutia zaidi. Mimi zimenivutia zote, lakini kwa sababu mimi ni konki ndio maana nimeanza na hii ya njano. Baadaye nitapiga akija, lakini hii konki ndio nimeanza. Nimeiona ile Yanga konki wenyewe ndio jezi yetu hii. Semaji, lakini kwa nini hamkufikiria kuwapa burudani wananchi kule Bukombe, kuwapata mechi ya kirafiki waweze kuwaona wachezaji wao? Kama tu mazoezi watu wamelipa 400,000. Mechi tungekai shilingi ngapi? Kwa tu mkweli. Wananchi hawana baya, wanaingia. Tumewapa kile ambacho waliomba tuwapatie. Wametaka kuiona timu imekwenda imefanya mazoezi. Na duniani Yanga ndio imekuwa timu ya kwanza kutoka na ndege asubuhi hapa kwenda kufanya mazoezi Geita, alafu jioni kuja Dar es Salaam tena. Hiyo ni michezo ya hela, hiyo sio sifa. Wewe kwa sababu una hela unaona ni sifa. Yaani mtu ukishakuwa una hela unaona, lakini ukishakuwa na GSM ni vitu vya kawaida kabisa hivyo. Ni michezo tu ya hela hiyo na tuna enjoy nayo hiyo. Inatakiwa muendelezo hata kwenye mechi za ligi kuu, mkatoka mkaenda kufanya mechi mazoezi mkoani then mkarejea Dar. Kwa mfano tuna mechi ya Namungo, tutaondoka hapa na ndege yetu tena. Tutakwenda Namungo tutacheza mechi afu tutarudi na ndege yetu tena. Mechi kusha. Ni michezo tu ya hela hiyo. Tudokezee sasa kidogo kuelekea kwenye tamasha la wananchi. Nini ambacho tutegemea kukiona? Mmeandaa surprise gani, burudani gani ambayo mmeiandaa? Kwanza unajua matamasha haya yamekuwa yanafanana. Tamasha la mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, tumeona wasanii tu kidogo lakini yanafanana ile seta. Mwaka huu tunataka tujaribu vitu vipya, tuone excitement yake itakuwaje na watu watapokea vipi. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga Day ya mwaka huu itakuja kitofauti kabisa. Kuanzia kila kitu itakuwa tofauti, mpaka aina ya utambulisho wa players itakuwa tofauti kabisa na ambavyo imezoeleka. Tunataka tu test vitu vipya, tuone tunaweza tukaleta excitement gani kwenye tamasha letu. Sasa mwitikio ukoje mpaka sasa, kwa sababu
kwenye tamasha hili kidogo uwanja umebadilika. Tiketi zinamalizika. VIP za $100,000 zimeshaisha, Royal za $300,000 zimeshaisha, zimebakia za mzunguko ambazo pia ni chache. Kwa ni waombe wanayanga wawai, yani leo jitahidi hata kwa njia ya simu nyumbani, chukua kadi yako yani kadi nunua. Kichelewa leo na kesho unaweza usimuone Pira Sharulile vizuri Jumapili. Pira sio Peter. Peter ni Msechu. Huyu ni Pira Sharulile. Kuna watu wanatamani na kujua pengine kilele cha Simba ya wananchi tutakwenda kucheza na timu gani? Tunakwenda kucheza na Igo Lukongo ambao wao wameonyesha ujasiri mkubwa wa kuwa tayari kucheza na Yanga kipindi hiki. Timu nyingi tulikuwa tunaziomba kucheza mechi zilikuwa tunasema zipo kwenye maandalizi bado haziko tayari kukabiliana na Yanga, lakini hawa wameonyesha ujasiri na wameshaingia nchini na wako tayari kwa ajili ya mchezo. Kwa naamini itakuwa mechi nzuri. Kocha wao kasema atafungulia booster na sisi tukawaambia hewala, ni mambo tunayataka. Njoni tupimane tuone ubavu umefika vipi. Mimi waahidi tu wana Yanga. Leo nimetoka asubuhi pia Avic Town. Jumapili tutapata burudani kubwa sana, Mwenyezi Mungu akijalia heri. Ali Ngoma Ushirongo tuliona amevaa jezi namba 8. Na kila mtu kwenye ile mazoezi amevaa jezi ambayo anaitumia. Na mlikabidhi jezi namba 6. Hii kuna Fezi nimekwambia hapa kuna 6-1 Fred Ngoma, 6-2 uzinduzi wa jezi, alafu kuna 666 tutafungia usajili. Ngoma atavaa jezi namba 8. Sasa shida yenu ndio haraka. Shida yenu huwa mnawahi Jumapili. Yaani sio wote. Nimwambia kuna 666 inakuja. Vipi kuhusiana na burudani ya muziki? Mpaka sasa hivi tumeshamalizana na msanii mmoja, Dudu Baya Mamba 24 amesha saini mkataba wetu. Na atakuja kuperform siku ya Jumapili. Na orodha ya wasanii ndefu, kesho nitaita mkutano wa waandishi wa habari hapa nitawaelezea. Lakini wasanii ambao wataleta burudani. Wako wasanii wengi wana timu zao huko wametupigia simu wanaomba waje kuimba. Nimewaambia haiwezekani. Na natumia maiki zenu kuwaambia wakae mbali kabisa kwa sababu Jumapili ni siku ya wanayanga kufurahi. Kwa tuna wasanii ambao tumewapick the best katika ubora wa klabu yetu ya Yanga watakwenda kutugia burudani inshallah. Hadi sakata la Depu liko mpaka sasa kuna stori nyingi zinazozungumzwa kuhusiana na Depu. Depu tumepokea ofa yake kutoka Petro di Luanda na ni ofa nzito kweli kweli, ni billions of money, lakini tunasubiri neno la technical bench baada ya assessment ya timu kwamba tuende tukadiscuss na Petro di Luanda au tubakie hapo. Kama tutapewa hiyo go ahead leo tutatangaza kwamba tumepokea mabilioni ya pesa kutoka Petro di Luanda kumuuza Depu, lakini tunasubiri assessment ya technical bench tuambie kwamba kwa mchezaji huyu na mahitaji ya timu na tulivyopo mnaweza mkamruhusu. Kama kocha akitaka bakia atabaki, akitaka kumrelease tutamrelease na tutawapa taarifa, msio na wasiwasi. Bila shaka tamasha hili tutakuona. Tamasha hili mtaniona, bila shaka yoyote mtaniona, na nataka niwaletee vitu ambavyo hamjawahi kuviona. Mtapata experience ya tofauti kabisa. Mnajuaga mimi sinaga show ndogo ndogo sinaga show nyepesi basi hii mtashuhudia na mtaenjoy. Nataka niingie na wewe Betha, uko tayari? Hapo tumezoea kuja na surprise za tofauti kwenye matamasha haya. Tayari wewe unazungumzia kwamba utakuja na style nyingine, lakini ndugu yako na rafiki yako amesema kwamba atakuja na style ya kuchukua na ungo katika sherehe. Wewe unatarajia style ya namna gani? Kuchukua na ungo tena? Sasa hayo ni mambo yao. Mimi nitakuja na kitu changu cha tofauti kabisa ambacho nikishawaambia nitawaulia excitement. Kwa hiyo subirini. Jumapili hapo sio mbali. Mimi hapana. Nje na hayo ambayo tumezungumza, pengine naweza kuwa kumalizia. Draw inafanyika muda mchache ujao ya CAF katika hatua ya awali. Maana yake ni kwamba joto la tutaangalia wote draw. Msiondoke, tuangalie wote draw. Maana Yanga ina ofisi. Na ofisi ina TV. Kwa hiyo tunawaalika tuangalie wote draw. Ingekuwa leo mnaangalia timu nyingine, mngekuwa saa hizi mmefanyia interview kwenye paki ya chini. Basement. Wewe una uzoefu na zile basement kwa mnapelekwa kule giza tupu. Kama mwandishi hamna taa mwezi kufanya mahojiano. Lakini mmekuja hapa ofisini tutaangalia draw kwa pamoja na tutafanya mahojiano baada ya draw. Wakati huo nisha change jezi nimevaa nyingine.